Karibu kwenye video yetu hii. Sasa tutakwenda kukuelekeza namna ya kuongeza mzigo store kwenye mfumo wetu. Video ya kwanza tumeona namna ya kujisajili, namna ya kufungua account. Video ya pili tumeona namna ya kusajili biashara kwenye account yako na unaweza kusajili zaidi ya biashara moja. Lakini video hii tutakwenda kukufundisha namna ya kuongeza mzigo store. Hapa ni kwenye dashboard yetu kama kawaida. Tukihitaji kuona biashara ambazo tumezisajili, utakuja hapa kwenye biashara. Utaona hapo iko biashara moja ambayo tulifungua muda ule. Sasa tukitaka kuingia kwenye biashara tutaigusa. Tukiigusa itafunguka. Hapa imefunguka. Hii ndio ile duka ambalo tulilisajili. Sasa nataka kwenye hili duka, tunaona hapa halina taarifa yoyote, halina mauzo wala halina matumizi wala halina faida. Sasa kwenye hili duka sasa nitakwenda kukufundisha namna ya kupakia mzigo store. Utakuja hapa chini kwenye menu, imeandikwa menu hapa chini, utaigusa. Ikifunguka utakuja kwenye hii hapa sehemu imeandikwa store. Ukigusa itafungua page ya store kama ilivyo. Tunaona hamna kitu, ni empty. Hapa imesema hakuna bidhaa iliyopatikana. Lakini pia inaonyesha hakuna bidhaa, imeweka sifuri, hamna thamani ya store. Sasa nataka tukajaze taarifa moja kwenye duka letu. Tunakumbuka hili duka tulifungua ni duka, kwenye maelezo tukasema ni la mavazi na mitindo ya kike. Sasa hapa nataka tuje tusajili bidhaa. Utagusa hapa juu, tusajili bidhaa. Itafunguka form kama hii. Form fupi sana. Sasa hatua ya kwanza kabisa utagusa hapa juu kabisa. Ukigusa hapa kwenye simu yako au kompyuta yako itakufungulia bidhaa kama hivi. Sasa nataka tujaze mkoba hapa. Hiyo itakuwa ni picha ya kwanza. Picha ya kwanza kabisa ndio picha default ambayo itakuwa inaonekana mwanzo kabisa. Kwa hiyo hii ni picha ya kwanza. Kifurushi changu nilicholipia kinaruhusu kuongeza picha nyingine. Nitagusa tena. Unaona? Nitagusa tena na nikachagua picha nyingine hii hapa. Nitaicrop hapo. Nitagusa tena niongeze picha nyingine. Naweza nikaongeza hii hapa. Sasa kifurushi changu kinaniruhusu kupakia picha 3 tu. Sasa hii picha moja naweza nikaifuta hapa, nikabadilisha rangi. Kuna rangi naweza nikabadilisha hapa. Naweza nikabadilisha hii hapa rangi. Ili bidhaa moja ionekane na rangi tofauti tofauti kumvutia mteja. Sasa hapa nitajaza jina la bidhaa. Nitajaza jina la bidhaa. Kwa mfano jina hilo naweza nikaita labda mkoba wa ngozi. Ili kutofautisha nikaweka tu labda D1. Hii D1 ni kwa sababu naweza nikawa na mikoba mingi ya ngozi. Hapa tutaacha, usijaze chochote. Hapo itajaza yenyewe. Atachagua category, nitagusa hapa. Nikigusa hapa nitachagua ni aina gani. Nasema ni mikoba. Nikigusa mikoba nitagusa hii hapa. Mikoba. Kwa ni category ya mikoba. Hapa nitachagua kipimo kwamba iko katika kipimo gani. Tutaacha tu piece kwa sababu piece ni idadi moja moja. Hapa ni hizo store ziko ngapi? Store ziko ngapi? Tuseme store ziko 50. Hapa nitajaza bei ya kununulia, tuseme nimenunua 28. Hapa ni bei ya kuuza ya jumla, tuseme nitauza 35.
35. Labda tuseme bei ya rejareja nitauza 40. Haya, hapa ni kiwango ambacho nataka kikifika uanze kupewa taarifa na system. Tuseme ikibaki mikoba 10 tu ianze kunijulisha. Hii aina ya bidhaa nayoijaza hapa chini kwenye muda wa kuisha haina muda kwa sababu expire, kwa nitaacha wazi. Hapa ni kama nina jina la supplier, mtu ambaye nimelangua kwake. Naweza nikaandika labda nimelangua kwa Juma au nikaacha wazi. Naweza nikaandika nimelangua kwa labda kwa Noah Fashion. Alafu hapa chini nitaandika maelezo ya bidhaa husika. Naweza nikakopi hapa pembeni, ninayo tayari. Hapa ni maelezo ya bidhaa husika. Naweza nikaandika hivi. Naweza nikaandika maelezo mafupi tu. Hapa nasema mkoba wa kijanja kifahari. Okay, naweza nikaandika maelezo mafupi tu. Naweza nikasema inapatikana kwa rangi tofauti. Alafu sasa kipengele cha msingi sana hapa ni hichi kipengele kimeandika hali ya mtandaoni. Kumbuka mfumo wetu unakusaidia kutafutia wateja mtandaoni. Kwa hiyo ili bidhaa yako iweze kuonekana mtandaoni, inatakiwa hapa uguse usipaache off. Inatakiwa uiwashe iwe ya blue. Ukiiwasha itakwambia inasubiri. Unapopakia system zitakuwa zinapitia bidhaa yako ili ziipandishe mtandaoni. Kwa hiyo ukizima hapa maana yake ni bidhaa hii haitaonekana kwa wateja mtandaoni. Ila ukiiwasha bidhaa hii itaonekana kwa wateja mtandaoni. Ukimaliza unakuja kugusa hapa hifadhi bidhaa. Utaigusa afu utasubiri. Utasubiri kama hivyo. Bidhaa inachakatwa, inapakiwa kwenye mfumo wako. Hapo bidhaa inapakiwa, utasubiri kidogo. Nasema kwamba bidhaa imeshaongezwa. Sasa utaona taarifa zimeongezeka. Kwamba bidhaa store iko 1, thamani ya store ni $1,40,000. Imechukua bei ya wewe kununua. Imechukua bei ya thamani ya store kwamba store ipo shilingi ngapi. Sasa hapa unaona tayari bidhaa yetu ipo. Tumeshaiongeza store. Kwa matumizi kama mtu anahitaji kupata barcode au QR code kwenye hii bidhaa ambayo ndio hii bidhaa yetu, unaona jina lake hili hapa. Inakuonyesha na piece kadhaa. Ukitaka kupata barcode utagusa kaka alama hapa. Itakuuliza unataka barcode, unataka QR code. Itakwambia unataka ina size gani. Itakuuliza unataka ziwe ngapi. Kwa hiyo ukigusa unakuja download. Ita download QR code au barcode ya bidhaa husika moja kwa moja. Lakini ukitaka kuedit bidhaa utagusa hapa. Itarudi kwenye form. Utaiedit. Tukirudi home. Sasa hapo tayari tumeshajifunza namna ya kupakia bidhaa store, na hatua inayofuata nitakufundisha namna ya kuuza, kwamba sawa bidhaa iko store tayari, ni namna gani tutafanya ili kuiuza hiyo bidhaa, tutafanyaje? Karibu kwenye video itayofuata, nitakufundisha namna ya kuuza bidhaa. Asante sana, karibu sana.